mtazamaji wa NK Digital. Hii ni direct to speech, yani Samson. Niko hapa DSJ College, ni chuo cha uandishi wa habari. Nimekuja kuonana na mdada mmoja ambaye nataka aniambie alivyomaliza elimu yake ya sekondari au alivyomaliza olevo, aliona ni kozi gani yenye fursa kwake. Dada, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Oliva. Wewe ulivyomaliza shule, kama ni form 4 kama ni advance, uliona kozi gani ambayo ina fursa kwako? Kwa upande wangu mimi niliona ni uandishi wa habari. Kama niliona kwa upande wangu mimi kutakuwa na fursa nyingi sana, kwa sababu uandishi wa habari kwanza, kama first of all, unaweza ukawa mwandishi wa habari ukiwa unasoma, lakini unaweza kufanya kazi. Yaani unakuwa umefanyaje, unakuwa na fursa. Lakini kwenye uandishi wa habari kuna vitu vingi. Kuna makampuni ambayo yanahitaji maafisa habari, unaweza kuwa afisa habari. Yote iweze kuwa afisa habari kama unasomea nini uandishi wa habari. Lakini pia kuna makameramani, uweze kuwa kameramani, photojournalist kama hujasomea uandishi wa habari. Kwa upande wangu mimi niliona kuna fursa nyingi, lakini ikitokea tu unazitendea kazi unaweza kuwa na fursa. Kwa hiyo mimi niliona kwamba kozi pekee kwa upande wangu itakuwa na fursa ni journalism. Watu wanasema kwamba kozi ya journalism, yani uandishi wa habari, ni kozi ambayo ina lawama sana, ina upinzani mkubwa. Vipi wewe kwa upande wako, umeiwezaje? Yani kitu gani kimekufanya uichague? Sawa, ipo hata kwetu kwenye familia. Nilivyoambiwa nataka kusomea uandishi wa habari, waliniambia vitu vile vya kutishatisha kwamba waandishi wa habari wengi wanauawa, wanapigwa, wanatekwa. Sasa unataka kuwa mwandishi wa habari, kama unaweka maisha yako hatarini. Nikasema hapana, mimi kwa sababu kitu ambacho nimekipenda na naona kama kina fursa kwangu, nitapambana, nitasoma. Nadhani kwamba kuna miiko ambayo tunaambiwa hii fanya, hii usifanye, kwamba ukizingatia ile miiko unaweza ukafanya kazi yako kwa usalama. Lakini pia sisi kama binadamu unaweza ukafanya ukateleza, lakini pia kuna kitu kinaitwa kuomba msamaha. Unaweza ukatoka mbele ya umma ukaomba msamaha. Wapo ambao wanachapisha magazeti, unakuta gazeti sio sahihi, lakini wanaweza wakaandika nini, kuomba kama msamaha, tunasema kwamba kumradhi. Umeona? Kwa hiyo upande wangu mimi naona licha kwamba kuna vitu vingi vinatubana sisi kama waandishi wa habari, lakini kuna fursa, na sio kwamba labda kila mtu ambaye anakamatwa au anafanya kitu kibaya labda amekosea kwenye kutangaza, kuandika au kufanya. Inatokea tu kuna baadhi ya taasisi zinakuwa zinatubana. Kwa hiyo tunakuwa tunapambana nazo. Unazungumziaje ile swala watu wanasema kwamba sawa, nimesoma uandishi wa habari, lakini uandishi wa habari haulipi. Nafanya kazi, naenda sehemu nyingi za kutafuta habari kwa ajili ya kuelimisha na kuiasa jamii, lakini wanasema uandishi wa habari haulipi. Ni kweli haulipi au? Kwa mimi bado sijajua, kwa sababu bado nipo chuo, sisi kusema haulipi. Ila ukisikiliza baadhi ya watu wanakuambia unalipa, ukisikiliza baadhi ya watu wanakuambia nini, haulipi. Kwa hiyo na sisi tunasubiria nimalize masomo yangu niingie kwenye soko la ajira, ndio nitajua kwamba uandishi wa habari unalipa au haulipi. Lakini kwa upande wangu mimi nikikusanya maoni ya watu wengi wanasema kwamba uandishi wa habari unalipa. Kuna wanafunzi ambao wamemaliza form 6, kuna wanafunzi ambao wamemaliza form 4 wanajiandaa kwa ajili ya vyuo. Unawaambia nini yani kuhusiana na uandishi wa habari? Labda unawaambia nini kuhusiana na kufuata ndoto zao? Kazi ambayo huwa naipenda ni uandishi wa habari. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anatamani kuwa mwandishi wa habari, anatamani kuwa photojournalist, anatamani kuwa afisa habari, yani vitu vingi vinavyohusiana na uandishi wa habari, basi mimi ningependa kumshauri asikatishwe ndoto yake na mtu yoyote, kwamba akaanza kupewa labda waandishi wa habari wanapigwa, waandishi wa habari wanatekwa, waandishi wa habari sio wanafanywa vitu gani, wanafanywa ukatili sio. Atimize tu ndoto yake, na sehemu pekee ya kutimiza ndoto yake ni DSJ College. Asante mtazamaji wa NK Digital. Huyo alikuwa ni Oliva Mchiro, ametueleza ni kwa namna gani yeye alivyomaliza shule amechagua kozi ambayo alikuwa na ndoto nayo na aliona kuwa ndio yenye fursa zaidi kwake. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako ni Samson, hadi wakati mwingine tena, asante.